Neno la siku ya leo ningetaka tujifunze ama Mungu anisaidie kunena kuhusu urejesho, restoration. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Neno la mchana wa leo wakati ilikuwa linanijia, Mungu niliona kwamba ananielekeza katika urejesho. Kwa maana Mungu ni Mungu wa urejesho. Mambo ambayo unaona kwamba yamekwama, mambo ambayo unaona ni kama hautayaweza, Mungu ako na hali ya urejesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Urejesho ni kurudishiwa kitu ama vitu vyako vilivyopotea kwa kunyaganywa ama kwa dhuluma. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Hii neno la urejesho inamaanisha kwamba kuna vitu mingi ambayo shetani anaweza kuwa amekuibia. Aidha ametumia nguvu ama ametumia hali yake ya ujanja wake ili anyaganye wewe katika maisha yako. Na mchana wa leo ningetaka tukaweze kujifundisha urejesho katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Urejesho wako na urejesho wangu. Tujue Mungu anataka kuturejesha katika njia ya aina gani. Na Mungu ni Mungu wa urejesho. Chochote ambacho umepoteza katika maisha yako, asubuhi ya leo ama dhuhuri ya leo, Mungu anasema ya kwamba yeye ni Mungu wa urejesho na atakurudishia. Mungu atakurudishia mambo yako yote ambayo unaona ni kama ulinyaganywa, ambayo unaona ni kama ulidhulumiwa. Nataka kuambia kila mmoja ya kwamba adhuhuri ya leo Mungu anataka kunena na moyo wako. Chochote ambacho ulipoteza, Mungu anakuja kukurejeshea. Ambacho wewe mwenyewe unaona ni kama hautaweza, Mungu anakuja kukurejeshea. Bwana Yesu asifiwe. Na katika neno tutaona wana wa Israeli jinsi Mungu aliwapenda sana wakati walikuwa katika utumwa wakinyanyazwa na Farao. Bwana Yesu atukuzwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Israeli walipokuwa katika utumwa walinyanyazwa sana, waliteseka sana, na wakawa ni kama wamedhulumiwa, wakawa ni kama mambo yao imerudi chini sana, wakawa ni kama hawezi wakajifanyia mambo yao, ni kwa sababu walikuwa katika utumwa ya Farao. Bwana Yesu asifiwe sana. Exodus 30 mstari wa 17. Ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuwaacha watu hao waende zao, Mungu hakuwaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ni ya karibu. Maana Mungu alisema wasije wakagairi watu hawa hapo watakapokutana na vita na kurudi Misri. Lakini Mungu akawazungusha hao watu kwa njia ya bara kando ya bahari ya Shamu. Wana wa Israeli wakakwea kutoka nchi ya Misri hali wamevaa silaha. Musa akaichukua ile mifupa ya Yusufu pamoja naye, maana alikuwa amewaapisha sana wana wa Israeli akisema, Mungu hana budi atawajilia ninyi, nanyi mtaichukua mfupa yangu kutoka hapa pamoja nanyi. Nao wakasafiri kutoka Sokothi wakapiga kambi Efamu kwenye mpaka wa ile jangwa. 21. Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo, ili awaongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo, ili kuwapa nuru wapate kusafiri mchana na usiku. Ile nguzo ya wingu haikuondoka mchana, wala ile nguzo ya moto haikuondoka usiku mbele ya hao watu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni wakati wana wa Israeli, Mungu akaongea na Musa aambie Firauni ya kwamba, Firauni aliambia kwamba awachilie watu wa Mungu. Mungu anaongea na Firauni anawaambia uachilie watu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati hao watu walikuwa wanawaachiliwa, hiyo njia ambayo Mungu aliwaelekeza wapite njia ndefu, wasipite njia iliyo ya shortcut. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafikiri Mungu aliona ya kwamba hawa wana Israeli watakapokuwa wanatoka wa Misri labda watawafuata. Na katika njia ya kuwafuata labda waliona ya kwamba watapita njia ya shortcut, watapita ile njia fupi. Na wakati Mungu aliona ya kwamba hawa watu wakipita hiyo njia fupi yenye watu wamezoea kupita, hawa wa Misri watawafikia na watawaangamiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye Mungu akawaambia kwamba msipite katika njia fupi, mtembee katika njia ndefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ingawa hawa wana wa Israeli tunaona ya kwamba walikuwa wamejiandaa, kwa
Mungu hakutaka Wanaisraeli wajipiganie. Hata kama waliambiwa watoke na wapite katika njia hiyo ndefu, hao watu wana wa Israeli waliona ya kwamba lazima adui zetu watatufuata, na wakajipanga tu kama mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Walijipanga tu vile wewe na mimi tunaweza kuwa tunaenda mahali vita, ni lazima tujiite na tujipange. Tujue wewe ndio utakuwa mstari wa mbele, mimi nitakuwa nyuma, ama wewe utakuwa wapi. Wana wa Israeli walifanya tu hivyo. Wakati Mungu aliwanenea kwamba watoke, walijua tu hawa watu sisi ni watumwa wao na ni lazima watatufuata. Naye Mungu akanena na hawa akawaambia, usipite njia fupi. Ni kwa sababu adui alijua tu hawa watapita tu ile njia wamezoea kupita. Na ni kwa sababu wanatoroka, hawatapita njia mbali. Watapita njia ile fupi ili wafike mahali wanaenda. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati wana wa Israeli walikuwa wanatoka wakipitia katika hiyo njia mrefu, Mungu akaandamana pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hakuwaacha, aliwaongoza katika hiyo njia ndefu. Bwana Yesu asifiwe. Hii neno linanifundisha namna gani? Katika kazi ya Mungu, katika wewe ambaye umeokoka, usitamani sana kupita vitu za shortcut. Bwana Yesu asifiwe. Usitamani tu vitu za kupita yenye unaona hii ni haraka, atakufikisha tu kwa wepesi. Ambia Mungu nisaidie, hata kama njia ni ndefu, hata kama mambo ni mengi, hata kama mambo ni mazito, Mungu unisaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeona na ndugu wetu, hata kama alikuwa mgonjwa, alisema kwamba lazima niende kesha. Ni wangapi hawakuwa wagonjwa, lakini hawakuwa na hiyo neema. Bwana Yesu asifiwe. Hakukubali kupita shortcut. Atuambie mimi ni mgonjwa nitalala. Na kwani mgonjwa ilikuwa kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Haikuwa tu ni mgonjwa rahisi, lakini Mungu ni kama alimnenea, hata kama Bungoma ni mbali. Hata kama Bungoma inaonekana hiyo masaa kuanzia saa 3 mpaka asubuhi, hiyo kesha itakuwa mrefu, na wewe ni mgonjwa, Mungu akamwambia toka. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuhimiza mmoja wetu asubuhi ya leo, usikubali kupitanga vitu za kando. Kupita mahali unaona hapa ni shortcut na unapita. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu ni mbali. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu akatuambia hivyo, mwenye anatuongoza katika hii kanisa ya CFF. Aliambia kina Uhuru na kina Ruto, mbinguni ni wapi? Ni mbali. Mbinguni ni mbali. Usikubali kupita vitu za vichochoro. Usikubali kupita mambo yenye unaona hii mambo kweli ni matamu, lakini haitanifikisha. Mungu akanenea hawa wana wa Israeli, akawaambia kwamba Musa, usiwapitishe katika shortcut. Uwapitishe katika njia ndefu. Bwana Yesu asifiwe. Naye mtumishi wa Mungu Musa, kwa maana alisikianga sauti sana za Mungu, hakupitisha wana wa Israeli katika njia fupi. Aliwapitisha katika njia ndefu. Bwana asifiwe. Na vile walikuwa wamejipanga ati watakuwa wakienda wakipigana, walikuwa wamejipanga ya kwamba watakuwa wakiona adui watajitetea wenyewe. Mungu alikuwa pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Exodus 13 verse 20. Nao wakasafiri kutoka Sakothi, wakapiga kambi Ethamu kwenye mpaka wa ile jangwa. Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo, ili awaongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Hawa na Waisraeli vile walikuwa wamejipanga ya kwamba adui akiwafuata watafanya fujo, watafanya vita. Lakini Mungu naye alikuwa waongoze, ndio wajua kwamba Mungu ana nguvu na ana uwezo. Ili wajua kwamba siwe mwenyewe kujitetea. Ili wajua kwamba inatakikana Mungu mwenyewe awatetee. Hata kama walijipanga kutembea katika, yani watembee waende wapigane, Mungu naye akawaongoza katika mchana, akawaongoza katika nguzo ya mawingu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Mchana Mungu akawaongoza na wingu ambalo lilikuwa linawafunika. Hawangewahi patwa na jua. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa maana Mungu aliwaambia kwamba mpite njia ndefu. Na Mungu akajua katika hiyo njia ndefu kutakuwa na jua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni jangwani na jua ni kali sana. Wakati Mungu alikuwa anawaongoza, akaona kwamba awekee wingu ikuwe kama ni kifuniko chao. Wakati walikuwa naenda katika hiyo njia, wakati Mungu alikuwa anawafunikia, hawangeweza kupatwa na mabaya yoyote. Hata kama walikuwa na silaha zao wamejibebea, Mungu akawekea wingu hapa juu. Juu
pamoja na wewe. Jinsi alitembea na hao wana wa Israeli, atakuwekea wingu lake. Bwana asifiwe. Mungu hakutumana, alijiteleta mwenyewe na akawekea hiyo wingu. Bwana asifiwe. Na katika usiku Mungu naye akawekea ukuta wa moto. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu hawakuwa wanasimama. Usiku na mchana walikuwa wanatembea. Usiku na mchana usingizi Mungu alikuwa ameiondoa. Bwana Yesu asifiwe. Usingizi haikuwa kwa hawa watu. Mungu akawaongoza mchana na akawaongoza usiku. Na wakati usiku ulikuwa nafika, Mungu alikuwa anawawekea ukuta ya moto. Hii moto ni iwamulikie njia. Hii moto ni iwaongoze. Bwana Yesu asifiwe. Na katika jambo kama kuna wanyama kama simba, kama tiger na wanaona usiku, tunajua kwamba Wamasai wanapenda kufaa leso nyekundu. Ni kwa sababu wanakaa karibu na wanyama. Na wanyama wakiona kitu nyekundu hawakaribii, wanaogopa. Wanaona ni moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndiposa Mungu akawapatia hiyo moto, akawaongoza na hiyo moto. Na ili hata adui akiwaona atatoroka. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona hapa Mungu mwenyewe alijifanya moto. Bwana Yesu asifiwe. Si ati waliakisha moto wakaenda ati waliasha taa, waliasha tochi. Hapana. Mungu mwenyewe alikuwa ni moto na aliwaongoza. Na adui hangeweza kuwafikia. Ni kwa sababu Mungu mwenyewe ni moto. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope ndugu yangu, usiogope dada yangu. Hata kama mambo yanaonekana ni kama giza. Hata kama mambo ukiangalia mbele na nyuma unaona ya kwamba hii ni giza. Neno la Bwana linasema ya kwamba Mungu anakuhakishia taa. Mungu anakuhakishia moto. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambao umerudi chini, wewe ambao moyo wako umeinama, wewe ambao unaona ya kwamba ni kama uko na hauna mbele wala hauna nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Na giza limekugumbika. Giza limekugumbika nyumba yako. Giza limekugumbika hata kazi yako. Mungu anasema ya kwamba yeye ndiye moto. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema kwamba yeye ndiye taa. Anakuja kukuangazia. Anakuja kumulika njia zako. Anakutembelea mpaka kazi yako. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambao unaona kwamba ni kama umerudi chini. Wewe ambao unaona ni kwamba kazi yako ni kama imefifia. Bwana asifiwe. Neno la Bwana linasema kwamba Mungu ni wa urejesho. Na kama aliwarejesha wana wa Israeli, akawatoa katika Misri, akawaongoza akawapeleka mahali Mungu mwenyewe alitaka. Bwana Yesu asifiwe. Akawaletea huo urejesho. Mungu anakuletea urejesho. Haijalishi umefika kiwango gani. Haijalishi unaona giza ya aina gani. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi unaona namna gani. Mungu anakuangazia moto wake. Na hakutumana kwa wana wa Israeli. Mwenyewe aliwaongoza, mwenyewe alikuwa yeye mwenyewe ndiye alikuwa moto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atukuzwe. Na wakati hawa wana wa Israeli hata wa Misri hata wangewafuata, hawangeweza kuwamaliza. Hawangeweza kuwafuata kwa maana moto utaruka namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Hata wangewafanyia timing usiku. Ni kwa sababu Mungu mwenyewe alikuwa moto. Wasema hawa watu hatuwafikii, lakini sasa tutawafuata usiku. Wangewafikia kweli? Hawangewafikia, kwa maana neno linasema ya kwamba Mungu ni moto ulao. Bwana asifiwe. Na hawa Misri hata kama wangefuata hawa na Waisraeli, wangekutana na Mungu ambaye ni moto. Na huu moto ungewalamba. Bwana Yesu asifiwe. Na huu moto ungewateketeza. Bwana Yesu atukuzwe. Nami adhuhuri ya leo nataka kukuambia aje, hata kama mambo ni mazito namna gani, hata kama mambo yamekulemea namna gani, Bwana asifiwe sana. Hata kama unaona ni giza totoro, Mungu mwenyewe anajilete. Mungu ambaye ni moto, Mungu ambaye ni nuru, Mungu ambaye ni mwangaza, anakutembelea asubuhi ya leo. Na anakuletea urejesho katika kazi yako. Anatuletea urejesho katika kanisa letu. Bwana asifiwe. Tunaweza ona ni kama kwamba hatuwezi. Tunaweza ona ni kama kuna giza kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza ona ni kama tunaweza karudi nyuma. Lakini nimekuja kutia moyo wako asubuhi ya leo kusema ya kwamba Mungu ni moto na yeye ndiye anatuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni moto na yeye ndiye anatuongoza. Amesimama mbele yetu. Amesimama nyuma yetu. Hapo kando na hata juu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama jua litakupiga, ameweka wingu lake. Bwana asifiwe. Na kama adui watatoka mbele, yeye ni moto. Bwana Yesu asifiwe. Kama adui wanatoka nyuma, Mungu ni moto. Bwana asifiwe. Kama adui wanakuja na nyuma na upande, Mungu mwenyewe atatutetea. Mungu mwenyewe anatutetea. Wewe ambaye umevunjika moyo, unaona ni kama kuna giza. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna giza. Ni kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi. Ni kwa sababu Mungu
anatuinua katika kiwango kingine. Ni kwa sababu Mungu ametangaza na amenena ya kwamba anatuletea urejesho wake. Mungu analeta urejesho wake wa hali ya juu. Bwana asifiwe. Bwana atukuzwe. Mata mtanisomea hiyo Exodus nilikuwa ninasema 14. Exodus 14 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema, Bwana akasema na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba warudi na kupiga kambi yao mbele ya Pi-Hahirothi kati ya Migdoli na bahari kukabili Baal-Sefano. Mtapanga mbele yake karibu na bahari. Naye Farao atasema katika habari za wana wa Israeli, wametatanishwa katika nchi ile, jangwa imewazuia wasitoke. Verse 4. Nami nitaufanya uwe mgumu moyo wa Farao, naye atafuata nyuma yao, nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi wakafanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona hapo juu ya kwamba wana wa Israeli walipata kupitia njia ndefu. Na wakati walipita katika hiyo njia ndefu, walifika mahali wakachoka. Mungu akawaambia kwamba wapumzike. Bwana Yesu asifiwe. Na mahali hapo penye walipumzika palikuwa panaitwa Pi-Hahirothi. Bwana Yesu asifiwe. Wakapumzika mahali pale. Na wakati walikuwa wamepumzika mahali hapa pale, neno linasema ya kwamba hao adui wao walidhani ya kwamba wanatangatanga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atukuzwe. Verse 3 inasema ya kwamba Farao alifikiri kwamba hao wana wa Israeli wanatangatanga katika nchi kwa kuchanganyikiwa. Nasema hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu wa Farao walidhani ya kwamba bila hawa wana Israeli walifika mahali hapo Pi-Hahirothi, wakadhani ya kwamba hawa wana wa Israeli ni kama wanaona ni kama wamechanganyikiwa. Bwana asifiwe. Hawa watu wenye walikuwa wamewafuata waliona ya kwamba ni kama wamechanganyikiwa, ni kama wanatangatanga. Bwana asifiwe. Bwana atukuzwe. Kwa maana hata mahali walikuwa wanaenda ni kama wameshindwa. Kwa nini wamesimama hapa Pi-Hahirothi? Bwana asifiwe. Wenye adui yao walikuwa wanawafuata wakaona hawa watu si wamechanganyikiwa. Hata wajui wanaenda wapi. Bwana Yesu asifiwe. Hawa adui wakati walikuwa wanaona ni kama hawa watu wamechanganyikiwa, lakini hawako wamechanganyikiwa. Mungu mwenyewe ndiye alikuwa amewaambia wapumzike mahali pale ndio waweze kuendelea na safari. Bwana Yesu asifiwe sana. Adui yako naye anaweza kukuona ni kama wewe unatangatanga tu. Bwana asifiwe. Amen. Labda hatujafika mbinguni, si ndio? Totikinye ile ngoro. Labda adui akikuona anaona wewe ni kutangatanga, unatangatanga tu. Ni kama umechanganyikiwa. Sio sisi tu. Hata wana wa Israeli adui yao waliona tu namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati walipiga kambi hapa Pi-Hahirothi, adui wao walidhani hawa watu wamechanganyikiwa. Hawa watu hawajui penye wanaenda. Hawa watu hawajui wanafanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Na baadaye wakati kama hawa adui basi saa hiyo wakati ndio wangejipanga. Wangejipanga kama ndio wafamie. Lakini waliona hawa watu ni kama wamechanganyikiwa. Hawa watu ni kama hawajui penye wanaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakuja kukutangazia ya kwamba adui anakuona tu. Hajui uko Pi-Hahirothi. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako uko Pi-Hahirothi. Bwana Yesu asifiwe. Tumesimama tu. Tuko Pi-Hahirothi. Adui wakitutazama wanaona tumechanganyikiwa. Adui wakitutazama wanaona tujui penye tunaelekea. Adui wakitutazama hajui mahali tunatoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tumesimama mahali hapa. Tunangoja nguvu za Mungu. Tunangoja uwezo wa Mungu. Na ili tuendelee na safari. Bwana Yesu asifiwe. Hao wana wa Israeli walipofika mahali pale, adui yao waliona ni kama wamechanganyikiwa. Waliona ni kama hawajui penye wanaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawakujua kwamba Mungu wao alikuwa amenena pamoja nao. Mungu wao ndiye alikuwa amewanenea kwamba watoke. Na hata Firauni alikuwa anasahau kwa maana Mungu alimwambia achilia watu wangu waende. Bwana Yesu asifiwe. Tukianza hapo tu mwanzo, Firauni aliambiwa waachilie watu
watu wangu waende. Lakini kwa sababu walikuwa wamezoea utumwa, hawa watu walizoea kufungwa. Bwana Yesu asifiwe. Firauni alijua tu hata kama Mungu anasema niwaachilie, hakuna mahali wataenda. Bwana Yesu asifiwe. Adui akikutazama anaona kuna mahali unaenda. Adui akitazama CFF anaona kuna mahali tunaenda. Akitutazama anaona ni kama tumechanganyikiwa. Akitutazama anaona ni kama hatuna mwelekeo. Lakini adhuhuri ya leo nimekuja kusema CFF inasonga mbele. CFF inainuliwa. CFF inasonga. Katika jina la Yesu Kristo. Hakuna kurudi nyuma. Hakuna kurudi nyuma. Kusonga tukienda mbele. Hata kama adui yetu wanaona ni kama tunarudi nyuma, hatutarudi nyuma. Ni kama wanaona kama nguvu zetu zimeisha, tumepumzika tu hapa. Be hahirodhi. Tumepumzika tu. Tumepumzika tu. Tumepumzika tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi tunasonga mbele. Hata waone ni kama hatujui mahali tunaenda. Nimekuja kusema adhuhuri ya leo, sisi tunaenda mbele. Mungu ametuita. Mungu amekuita. Mungu ameita kanisa letu na tunaenda mbele. Haleluya. Shangilia Bwana ni kwa sababu ya shangilia Bwana. Ni Mungu wa urejesho. Ni Mungu wa ufufuo. Ni Mungu anajua kufika mahali. Ni Mungu anajua kuongoza watu wake. Hawezi tuacha. Alisema hata tuacha mpaka mwisho wa dahari. Hata mambo yakuwe mazito na yakuwe magumu, hata tuacha. Tumesimama tu hapa, Be hahirodhi. Tumesimama tu. Hata mtu akikuuliza unafanyaje ni kama umechanganyikiwa, mwambie niko Be hahirodhi. Bwana Yesu asifiwe. Usiongee mingi. Mwambie tu niko tu Be hahirodhi. Hata ndio hilo. Shangilia Bwana. Neno la Bwana ni tamu sana na ni mzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Msiogope. Msiogope. Simama imara. Msimame imara. Muone wokovu wa Bwana. Muone wokovu wa Bwana. Hawa wa Misri mnawaona, hamtawaona tena. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaambia wana wa Israeli, msimame. Msimame tu hapo. Wapi? Msimame tu hapo. Mjionee ukuu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wewe simama tu hapo. Usibaruke. Wewe unafanya kazi ya uashari, usibaruke. Wewe ambao unakuja mahali hapa tunakuona kila saa, usitoke. Simama tu hapa. Be hahirodhi. Tukingoja Mungu. Na ataimisha adui wetu. Tutajionea wokovu wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atukuzwe. Tutaenda katika Kings, second Kings. Twende Isaiah 38:1-6. Ni same na second Kings 20:1-6. Urejesho pia hulete ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Urejesho pia wa Mungu huwa unaleta ukombozi. Isaiah 38:1-6. Ama mtu akifungua second Kings 20:1-6 inasema the same message. Isaiah 38 from verse 1 and the Bible says, siku hizo Hezekia aliugua akawa katika hatari ya kufa. Na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana. Verse 3, akasema, Bwana, kumbuka haya, na kusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Verse 4, ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi. Verse 5, enenda ukamwambie Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako, tazama nitaziongeza siku zako
kiasi cha miaka 15. Verse 6. Nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mmejisikilia wenyewe. Huyu ni Hezekia wakati alikuwa mgonjwa. Mungu anaweza kukurejesha hata katika ugonjwa. Kwa maana kichwa ya ujumbe ya leo ni urejesho, ni restoration. Hata ukiwa mgonjwa, Mungu anaweza kukuletea urejesho. Na tunaona katika Biblia hapa Isaiah 38:1-6, mtumishi wa Mungu Hezekia, kuna wakati ugonjwa ilimpata. Na wakati alikuwa mgonjwa ikafika hata mahali ya kufa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuwa anatoka katika nyumba yake. Ugonjwa ilimlemea hata hangeweza kutoka. Akakaa katika hiyo nyumba. Lakini kwa maana alikuwa mtumishi wa Mungu, Mungu akanenea Isaia. Akamwambia mtumishi wangu Hezekia ni mgonjwa. Na wakati Isaia alitumwa na Mungu, alimwambia Isaia, enda kwa Hezekia, umwambie kweli ni mgonjwa, umwambie kweli amelemewa, umwambie kweli hatoki kwa kitanda, lakini hatapona. Isaia akaenda, hata kama hiyo ujumbe ni mkali. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ujumbe ni mzito. Kwa maana wakati tunaweza kuwa tunangoja kama pasta akuje akuombee, ukidhani Mungu ameongea na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ukiwa mgonjwa tunapigia pasta, unamwambia niombee. Sasa naye labda huyu Hezekia alijua mtumishi wa Mungu ni Isaia, na labda alikuwa ametumana ya kwamba Isaia na labda atakuja kumuombea. Hata labda alikuwa anamuombea tu, na labda alikuwa amemtembea pia kumuombea. Lakini wakati huu, wakati Isaia alienda, alitumwa na Mungu akamwambia, enda ambia Hezekia, hutapona, utakufa. Bwana Yesu asifiwe. Na huu ujumbe Isaia, kwa maana Mungu ndiye alikuwa amempatia, akapelekea Hezekia. Akapelekea Hezekia. Na wakati alifika nyumbani mwake, alimpata kitandani mwake kama amelala. Na wakati Isaia aliingia katika hiyo nyumba, alimwambia, mimi nimetumwa na Mungu. Na wakati Hezekia labda alimuona, alijua ya kwamba ameleta uponyaji katika nyumba yake. Amekuja kumuombea na ili aweze kupona. Lakini Isaia akaambia Hezekia, Mungu ameninenea nikwambia kwamba hiyo kitanda huko hautatoka, utakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaia akafikisha ujumbe wa Mungu na akarudi. Na wakati alikuwa anarudi, hii jambo ilihuzunisha sana Hezekia. Labda alikuwa anagoja neno la Mungu la uponyaji. Labda alikuwa anagoja neno la Mungu ili aamuke na endelee kufanya kazi ya Mungu. Kwa maana Hezekia alikuwa mtumishi wa Mungu na alikuwa anatenda kazi ya Mungu. Hezekia hakuwa amekufa moyo. Japokuwa alikuwa mgonjwa na amelemewa na amelala kitandani, yeye hakuwa na matumaini ya kukufa. Alijua kwamba niko hapa lakini nitapona. Na hata wakati aliona Isaia, moyo wake ilimwambia ya kwamba leo ndiyo ninatoka kitandani. Huu mtumishi wa Mungu labda ametumwa na Mungu akuje aniombee nitoke katika hii kitanda. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati Hezekia aliambiwa ya kwamba hutapona, utakufa, alihuzunika sana moyoni mwake. Alihuzunika sana. Nafikiri Hezekia alikuwa anaona kazi ya Mungu ni mingi. Aliona kazi ya Mungu bado haijatendeka. Aliona kazi ya Mungu yeye hajaikamilisha. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati alihuzunika sana na huo ugonjwa, aliangalia ukuta. Akalilia Mungu. Akaomba Mungu, akaambia Mungu, nikumbuke. Ukumbuke yenye nilikutendea. Ukumbuke vile nilikuwa nasimama na kazi yako. Ukumbuke vile nilikuwa napeleka watu wako na wanashindana katika vita. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati Hezekia alilia Mungu kama ameangalia ukuta, Mungu akajibu maombi yake. Amen. Mungu akamsikia. Na wakati alimsikia, huyo Isaia mwenye Mungu alituma kwa Hezekia akamwambia utakufa, bado yeye ndiye aliongeleshwa na Mungu. Akamwambia rudi tena kwa Hezekia, umwambia ya kwamba hutakufa tena, utapona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Bwana inuliwe. Amen. Hii neno lilikuwa linapanuka sana ndani ya moyo wangu. Ya kwamba wewe ambao unaona ya kwamba mambo yako yamekufa. Wewe ambao unaona ya kwamba umefika mwisho, huna matumaini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbuka kazi ya Mungu yeye iko katika nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ni biashara yako unaona ya kwamba imelemaa mpaka imeangalia ukuta. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tu biashara za zingine
anakudhihaki. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mtu unaona anakudhihaki sana. Anakudhihaki. Bwana Yesu asifiwe. Swahili ni ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atukuzwe. Huyo mtu unaona anakuchochea sana. Bwana Yesu asifiwe. Akipita kwako unaona uko na vitu zako zinaendelea kupunguka. Akipita kwako anaona ulikuwa na nguo 10 sasa uko na 5. Akipita tena anaona kwamba imebaki moja. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mama Kihara vitu zenye anauza unaona zinapunguka. Adui huyo wako mwenye anakuambia utakufa. Kazi yako hii inaonekana itaisha, badilisha kazi. Kuja nikufundishe kazi ya nguo. Kuja nikufundishe kazi yangu yenye huwa nafanya. Mwambie hapana. Nitaendelea tu na hii. Angalia ukuta uombe Mungu. Huyo mwenye alikwambia ufunge kazi, ile Mungu tu atatuma. Akwambia hii kazi Mungu anakuja kuibariki. Mungu anakuja kuinua. Mungu anakuja kuipanua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hatatuma mtu mwingine. Kama Mungu alituma Mama John kwa Mama Kihara, wewe tu ndio Mungu atakutuma. Labda ulimfanya madharau. Uliona kama umeng'ara na kiatu ya juu kongo. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia duka yake unasema hii inaisha. Ukisema akikutana na Mama Brian anasema nimepita hapo lakini nimeona Mama Mboga alikuwa anamwaga wali moja sasa anamwaga tano. Ama anamwaga pika. Inaonekana ataisha. Huyo tu. Mungu ndiye atatumia. Akuje akwambie hutaisha. Bwana Yesu asifiwe. Atuhulie leo watezi wetu. Wenye wanaona ugonjwa wetu ni kama itatumaliza. Wenye wanaona ni kama mambo yetu yanaenda kuisha. Wenye wanaona ni kama hii kabisa haiendi mbali. Hao ndio Mungu atatumia. Hao ndio watakuja kwetu. Watuambie nini ni wabarikiwa. Wasema nini umeinuliwa. Wasema nini mnaenda mbali. Na tumeona Mungu wenu. Tunatambua nguvu za Mungu katikati yenu. Tunatambua Mungu ndani yenu. Huyo tu alikufanya mambo. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndio atakuja kukutangazia. Hata kama microphone kama hii. Atasimama hapa. Aseme nyinyi ni wabarikiwa. Aseme nyinyi mmeenda mbali. Aseme kweli huyu Mungu ni Mungu wa ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope wala usitetemeke. Kwa maana hata Hezekia hakuogopa. Kwa maana alijua kazi ya Mungu ni mingi. Alijua kwamba Mungu alimuitia kazi. Na huyu Mungu mwenye amesema nikufe, yeye ndiye alinipa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Mungu wa watu wenye anatuma anasema ni kama utaisha. Huyo ndiye ametuitia kazi. Si yeye ametupatia hii kanisa. Si yeye ametuonekania hapa. Nani alijua tutakuwa hapa? Nani alijua tunaweza kuwa mahali hapa? Mungu mwenyewe ndiye alisababisha. Na Mungu ndiye alifanya mipango yake. Anasema anatuwazia mawazo mema. Anatuwazia mawazo ya amani. Anatuwazia mawazo ya kupanuka. Bwana Yesu asifiwe. Anatuwazia mawazo ya kusonga mbele. Usivunjike moyo dada yangu. Usione ni kama ugonjwa utakumaliza. Mungu ni Mungu wa urejesho. Analeta urejesho katikati yetu. Analeta urejesho katika kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jinsi anasema anatuwazia mawazo mema, atatenda hayo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza fanya urejesho ili akuondolee aibu. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza kukuletea urejesho akuondolee aibu. Bwana Yesu asifiwe. My sister, unaweza enda katika Joel chapter 2 verse 25. And I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm and the caterpillar and the palmerworm, my great army which I sent among you. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Joel chapter 2 25 up to 27. Verse 26. Nanyi mtakula chakula tele na kushiba na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu aliyewatendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawatatahayari kamwe. Verse 27. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ni katikati ya Israeli, na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu, wala hakuna mwingine, na watu wangu hawatatahayari kamwe. Roho wa Mungu aminishwa. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu likaongea na Yoeli
wakati nchi yake ilikuwa ni kama imefamiwa, ni kama walikuwa wamerudi nyuma sana. Neno la Mungu linasema ya kwamba akanena na Yoeli akaambia aende aambie watu wa Mungu ya kwamba miaka yote iliyoliwa na nzige, miaka yote iliyoliwa na madumandu, miaka yote iliyoliwa na parare, miaka yote iliyoliwa na tunutu, Mungu anakuja kuirejesha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliwaangalia akaona ya kwamba walikuwa ni kama wameangamizwa na hawa wadudu. Tunajua nzige, kuna wakati nzige ilifanyia Kenya, na mahali nzige zilikuwa zinaenda zinapaa, hungeona hata kijiti ya mmea. Bwana Yesu asifiwe. Na hawa watu ni kama hizi vitu zilikuwa zimeangamiza vitu zao, ni kama hizi nzige zilikuwa zimefanyia mashamba yao. Lakini Mungu kupitia mtumishi wake Yoeli anasema ya kwamba ende uambie ya kwamba nitawalipa miaka yote iliyopotea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu ainuliwe. Huyu ni Mungu mwenyewe alikuwa ananena. Anasema ya kwamba miaka yote, haijalishi ni miaka ngapi. Labda miaka yangu ni 2, ni mingi. Labda wewe ni mwaka moja, ni mingi. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema ya kwamba miaka yote iliyoharibiwa Mungu anakuja kuirejesha. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yote ambayo yameharibiwa na nzige, na parare, na madumandu, na tunutu, Mungu anakuja kuturejeshea. Unaweza ona ya kwamba ni kama mambo yetu yameharibika. Unaweza ona ni kama mambo yetu haiwezi haijang'aa. Bwana Yesu asifiwe. Tangu labda wakati uliokoka miaka mingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Labda umeokoka miaka 20, miaka 50, miaka 2, miaka 3, lakini hujapata majibu. Adhuhuri ya leo neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu anakuja kukulipa hiyo miaka yote. Labda ulienda kiongano, labda ulikuwa katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Labda umekuwa ukifanya kazi ya Mungu. Mungu anasema ya kwamba hiyo miaka yote kama unaona kuna ile iliharibika, Mungu anakuja kutulipa. Amen. Mungu anakuja kukulipa. Amen. Mungu anakuja kukuinua. Bwana Yesu asifiwe. Na kupitia hiyo Mungu akawainua na hata akawabariki. Adhuhuri ya leo nataka kusema nini? Mambo yoyote ambayo tunaweza tazama tuone ni kama yaliharibiwa na parare. Bwana Yesu asifiwe. Yaliharibiwa na nzige, yaliharibiwa na madumandu, yaliharibiwa na tunutu. Mungu anasema kwamba anakuja kuyarejesha. Sijui ni nini yako imeliwa, sijui ni kitu gani yako iliharibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Labda ulikuwa mtu wa maombi ikaharibiwa, labda ulikuwa mtu wa neno la Mungu ikaharibiwa, labda ni masomo yako kama wewe ni mwanafunzi iliharibiwa. Bwana asifiwe. Labda kuna mtu alikuendea katika uganga, ulipita masomo yako vizuri sana, lakini wakati umefika shule umeanza kurudi nyuma. Bwana asifiwe. Neno la Bwana linasema ya kwamba kilicholiwa unakuja kurejeshewa. Wewe mwenyewe unaona ni kama unarudi nyuma. Adhuhuri ya leo neno la Mungu linasema ya kwamba kilicholiwa na nzige, Mungu anakuja kukubariki. Mungu anakuja kukuinua. Mungu anakuja kukutendea. Mungu anakutembelea katika jina la Yesu Kristo. Shangilia Bwana Yesu. Shangilia Bwana Yesu. Tusione ni kama mambo yetu yalikuliwa. Tusione labda tulikuwa tunaomba hata zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Usione ni kama Mungu alikuwa anakunenea na saa hii hakunenei. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba anakuja kukubariki. Kama ni kitu chako kiliibiwa, kama ni maombi yako shetani aliiba, kama ni neno ndani yako ambayo Mungu aliweka shetani akakuja akakuibia, neno la Mungu linasema ya kwamba anarejesha mara nyingine. Anarejesha wokovu wake ndani yako. Anarejesha neno lake ndani yako. Anarejesha maombi katika kanisa letu. Bwana Yesu asifiwe. Atatuinua katika njia moja, atatuinua katika njia nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Na tutaona utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana Mungu mwenyewe ndiye alinena ya kwamba kila kitu kilicholiwa, Bwana asifiwe, haijalishi kama ni madumandu. Nafikiri madumandu zenye zinakaa chini. Wakati umepanda mmea hata hijamea, wakati ina shoot inakatwa hapo chini. Na inapenda zile nono. Nilikuwa naona katika shamba mama akipanda kama ni maharagwe ama mahindi zile zinakaa nono. Asubuhi mkienda mnapata zimekatwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Mungu anasema ya kwamba anakuletea kurejesha. Kama mambo yako ulipanga ya kwamba yatakuwa makubwa, kama ni kazi yako ulidhani itapanuka na itakuwa kubwa, shetani akakuja akaikata wakati aliona imenona, Mungu anakurejesha.
asifiwe. Mungu anakujibu katika wazi. Mungu anakuja kukuondolea madumadu. Mungu anakuja kukutolea tunutu. Bwana Yesu asifiwe. Parare na hata nzige Mungu anakuja kuziangamiza. Usikate tamaa dada yangu. Usikate tamaa ndugu yangu. Usikate tamaa mpendwa. Mungu anakuja kukujibu. Mungu anakuja kukujazia. Mungu anakuja kukuinua mara tena. Kile kilichoibwa na ule mwovu shetani, Mungu ni Mungu wa urejesho. Mungu ni Mungu wa urejesho. Anakurejeshea mara nyingine. Kama ni ndoa unaona ni kama haina misingi mizuri, Mungu anasema anakuja kukurejeshea. Kama ni watoto ambao unaona ya kwamba labda walitoka katika njia za Mungu, jioni ya leo tukubaliana na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Labda watoto wale tuliona wako na maono sana, au yule mmea mnono zaidi ambao madumani ilikuja ikakata. Adhuhuri ya leo nataka kuwatangazia kwamba hao watoto Mungu anarejesha katika nyumba ya Mungu. Hao watoto Mungu anawarejesha tena. Ni kwa sababu Mungu ni Mungu wa urejesho. Anakuja kuondoa madumadu, anakuja kuondoa parare, anakuja kutuondolea nzige walioharibu watoto. Bwana Yesu asifiwe. Waliokata watoto wetu, Mungu anakuja kurejesha. Mungu anawarejesha katika nyumba yake. Mungu anawarejesha katika huduma ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Wewe ambao unaona ni kama huduma ndani yako irudi nyuma, Mungu anasema ni Mungu wa urejesho. Mungu ni Mungu wa urejesho. Anakuja kuturejeshea maradufu. Kama alirejeshea hawa watu wa Yoeli, Bwana Yesu asifiwe, hata nasi anakuja kuturejeshea. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Joel 2 hiyo 2:28 hadi 29. Chapter 2 and verse 28. Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya Mungu kukupa urejesho na kukulipa miaka yote iliyo na nzige, Bwana Yesu asifiwe, anasema kwamba atamimina roho wake juu yenu. Waume kwa wake watatabiri. Bwana Yesu asifiwe. Wazee watatoa ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Vijana watatuonea maono. Watumishi wa wanawake na wanaume, nitamimina roho yangu ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Kama wewe ni kijana katika CFF, Bwana anasema ya kwamba hata kukurejesha anamimina roho wake ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni kijana utaonea kanisa maono. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni mtumishi wa
ingine ni kwa sababu ya kanisa. Amen. Kitabu cha Hagai chapter 2 verse 4 mpaka 9. Lakini sasa uwe hodari, Zerubabeli, asema Bwana, nawe uwe hodari, Yoshua mwana wa Yehosadaki, kuhani mkuu, nanyi iweni hodari, enye watu wote wa nchi hii, asema Bwana, mkafanye kazi, kwa kuwa mimi ni pamoja nanyi, asema Bwana wa majeshi. Kama neno lile nililoagana nanyi mlipotoka katika nchi ya Misri, na roho yangu inakaa kati yenu, msiogope. Kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, mara moja tena, ni kitambo kidogo tu, nami nitazitikisha hizi mbingu na hii nchi na bahari na nchi kavu. Nami nitatikisa mataifa yote na vitu vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja, nami nitaijaza nyumba hii utukufu, asema Bwana wa majeshi. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi. Na katika mahali hapa nitawapa amani, asema Bwana wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Sio neno imewanenea kama kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno linasema ya kwamba usiogope, uwe hodari. Amen. Hiyo maneno pia iliambiwa Joshua wakati Musa alikufa. Akaambiwa kwamba usiogope, uwe hodari. Nami mchana wa leo nataka kusema kwamba usiogope. Amen. Ukuwe hodari. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walikuwa wananenea Zerubabeli. Akaambiwa kwamba wasiogope. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mchana wa leo nataka kusema aje? Wewe ndio unaambia usiogope. Usiogope. Ni kwa sababu Mungu yuko pamoja nasi. Muwe hodari katika kila idara. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaongelesha kanisa la Mungu. Mkuwe hodari kila mahali. Kama wewe ni asha, ukuwe hodari. Kama wewe ni muimbaji, ukuwe hodari. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni intercessor, ukuwe hodari. Bwana Yesu asifiwe. Usilalie kipawa chako ukaweze kuitumia vilivyo. Usiogope, ukuwe hodari. Bwana Yesu asifiwe. Ufanye kazi ya Mungu bila ya kuogopa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali ilikuwa inanifurahisha sana. Hii ndiyo asema Bwana mwenye nguvu zote, baada ya muda kidogo, kwa mara nyingine nitatikiza mbingu na nchi, bahari na nchi kavu. Nitatikiza mataifa yote na Bwana Yesu asifiwe. Hii neno lilikuwa linanenea kiukuu sana. Mungu anakuja kutikiza nchi ni kwa sababu ya kanisa letu. Mungu anakuja kutikiza miji ni kwa sababu ya sisi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema atatikiza nchi kavu. Atatikiza bahari. Bwana Yesu asifiwe. Pale tunaenda hapa mbele msishangae. Ni kwa sababu neno la Mungu linasema ya kwamba anakuja kutikiza. Anakuja kukoroga. Bwana Yesu asifiwe. Anakuja kutikiza kila kona. Usishangae. Neno la Bwana linasema ya kwamba atakuja kutikisa bahari. Atakuja kutikiza nchi kavu. Atakuja kutikiza kila mahali. Na walio wake watakuja kuingia katika hiyo nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Walio wa CFF watatikizwa, watayumbayumbishwa na wataletwa mahali hapa. Kama ni mtu hajaokoka, au huko ni nchi kavu, Mungu anaenda kutikiza. Bwana Yesu asifiwe. Anaenda kutikiza nchi kavu. Wale ambao hawajamjua, anakuja kuwayumbisha. Bwana Yesu asifiwe. Anakuja kutikiza roho zao. Utawapata hapa CFF. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuja kutenda mambo ya ajabu. Anakuja kuwatoa mahali wako. Kama ni wewe wako katika baharini. Bwana Yesu asifiwe. Siku na wewe wako katika baharini. Bwana Yesu asifiwe. Labda wanaona wameokoka, labda wako katika makanisa ama wako wapi. Mungu hajui hiyo, anakuja kwenda mpaka huko. Msiogope. Neno nimesema usiogope. Ukimuona usiogope. Ukimuona usihofu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona hawa usiseme kwani haya ni gani? Kwa maana neno linasema ya kwamba Mungu anakuja kutikiza. Anakuja kutikiza. Naona wakati unataka kuweka maziwa unaitikiza. Unaitikiza. Ile iko chini inakuja juu. Bwana asifiwe. Hatujafika mwisho kama CFF.
anakuja kuitingiza dunia. Mungu anakuja kutingiza mji wa Kakamega. Si mlijishikilia? Mlitembea Urambi, mlitembea Marava, mlitembea kila kona, si ndio? Tukashika kona zote za Kakamega. Bwana asifiwe. Neno la Mungu lilikuwa linanihimiza ya kwamba Mungu anakuja kutikiza kila kona ya Kakamega. Mungu anakuja kutikiza kila mahali. Na anakuja kukamata watu wake na atawaleta katika nyumba yake. Usiogope, uwe hodari. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali pengine palikuwa panabariki moyo wangu sana, ambayo inasema ya kwamba utukufu wa nyumba hii ya sasa utakuwa mkubwa kuliko utukufu wa ile nyumba ya mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Umesoma hapo, si maneno yangu. Nice. Umesoma? Msiseme ni maneno yangu. Hebu rudia Charity. Verse 9, utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi. Na katika mahali hapa nitawapa amani, asema Bwana wa majeshi. Haleluya. Shangilia Bwana ni kwa sababu ya hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Utukufu ule tulikuwa nao sio wenye tutakuwa nao sasa. Bwana Yesu asifiwe. Ule mundu wangu wanakati huo ukoro. Ndio mtu alikuwa anakuweka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Utukufu wa sasa utakuwa juu. Bwana ukuwe hodari na ujiamini. Bwana Yesu asifiwe. Na roho wa Mungu kama amemino ndani yako, utende kulingana na roho wa Mungu. Neno linasema ya kwamba utukufu wa hiyo nyumba nyingine hautakuwa utukufu kama wa nyumba ya sasa. Hapo palikuwa pananibariki sana. Na mimi naona ya kwamba kweli Mungu yuko pamoja nasi. Kwa maana